Nimelogwa, nimelogwa. Shemeji, hivi kumpenda mtu ni kosa? Sio kosa, kwani shida ni? Maana mtu niyekopo nampenda, naye ana wake anayompenda. Na nimegundua kwamba Tobi alikopo ananipenda kwa dhati. Hivi shemeji, Tobi yupo? Shemeji yangu, nimecheka lakini sio kwamba nimecheka kwa kufurahi. Nahuzunika sana kwa kukupa hizi habari. Nimeamini kwamba mapenzi sio kabisa. Tobi amepata mchumba na katika kupata mchumba wake amehamia mjini. Mke wangu. Abe, mme wangu. Safari ya wapi tena? Nilikuwa naelekea sokoni mara moja. Mke wangu, nishakupa taarifa toka mapema. Safari za mbali hatakiwi uende, ndio unabaki nyumbani kwa ajili ya majukumu hapa nyumbani. Sawa mke wangu? Lakini mme wangu, haya si majukumu yangu. Hapana. Hii kazi tumepewa kwa ajili ya kusaidiana, hasa kwa wale waliooana ndani ya nyumba, tunaishi kwa ajili ya kusaidiana. Sawa mke wangu? Kama ni kwenda sokoni, acha niende mimi, sawa? Sawa. Naomba ukae utulie hapa. Wewe ni bwana usafi nyumbani tu, sawa? Kuosha vyombo, kufua na nini na kadhalika. Acha nifike sokoni mara moja. Sawa mme wangu. Sawa, baadaye kidogo. Haya. Sasa hizi dada. Salama za kwako? Mimi niko poa. Bila shaka sio mara yangu ya kwanza kuonana mimi na wewe. Ndiyo, nakumbuka nisha kuonaga mtoni. Kweli kabisa. Samahani, mwenye kitu kwa ndani? Hapana, katoka sasa hivi kaelekea sokoni. Naomba unisaidie hata maji ya kunywa dadangu, maana na kiu sana. Kaka samahani. Yaani tena naomba uende ulipotoka. Mimi mume wangu hataki kusikia masuala ya vijana hapa nyumbani kwake. Kweli sitaki kabisa, usije ukanivurugia ndoa yangu. Naomba uende ulipotoka. Dada, si ni maji tu ya kunywa. Kaka, utanivunjia ndoa yangu. Naomba tu uende. Mke wangu, nilipokuwa natoka hapa nyumbani, nilikuachia maagizo. Sihitaji kijana yeyote hapa aguse nyumbani. Hiki kitu gani? Lakini mume wangu simuze. Kijana, hapa umefuata nini? Mwenyekiti, mimi na shida. Shida gani hiyo ambayo umeshindwa kuzungumzia pembeni huko, tukaje tukakutana tukazungumza yakaya yameisha huko mpaka ufike nyumbani kwangu? Juzi nimetoka kwenye mishe zangu. Narudi nyumbani nakuta mke wangu amebeba kila kitu. Vyombo, nguo kakusanya. Ninavyoongea ndani hamna kitu. Kwa hiyo unavyoniona mimi hapa ndio nguo nilizobaki nazo. Kwa hiyo naomba unisaidie mwenyekiti. Sasa hilo shida uliokuja nayo hiyo. Ilikuwa tuzungumzie huko, sio hapa pangu. Mimi pangu nilishakataa. Kwa nini mnafika nyumbani kwangu? Ndio nyewe mnakuja bila sababu, mnaanza kutusumbua hapa nyumbani petu, si ndio? Kijana, sitaki makelele na wewe. Naomba uondoke. Mwenyekiti. Naomba uondoke. Na shida lakini. Naomba unisaidie shida yangu. Nini nawe? Nini? Tena kausha kimya. Nilikuachia maagizo mshida kuyatekeleza. Naongea na huyu. Kijana, naomba uondoke. Nitakuja niongelee nyumbani kwako, sawa? Mimi pangu hapa sio sehemu ya shida. Mke wangu, nilikwambia toka mapema. Hii hali sihitaji kwangu. Kwa nini napenda kujirudia mara mbili? Lakini mwanangu wewe ndio kazi. Kijana, naomba uende nyumbani, nitakuja kuongelea nyumbani. Mwenyekiti, mimi na shida. Kwa hiyo nilipokuja kwako hapa, wewe ndio wa kumaliza matatizo yako. Hapana. Najua mimi ni mwenyekiti. Na mimi nipo kwa ajili yenu, kwa ajili ya naomba uende nyumbani. Nitakuja kuongelea nyumbani. Naomba uwahi kijana, nenda nyumbani, nitakuja kuongelea nyumbani huko huko. Nitakufuata mimi mwenyewe. Ionekane mimi ndo nina shida.
kuliko wewe. Kwa hiyo leo unisaidie. Hapana, kwa saizi siwezi kukusaidia. Siwezi. Nenda mbali bwana. Vipi shoga yangu? Safi, kwema? Kwema za siku? Safi. Umeadimika? Nipo ndugu yangu. Hivi rafiki yangu naye asikia hapa mtaani ni sahihi? Maneno gani? Nasikia ndio kufunga ndoa. Alafu Maya sasa umeachika wewe mpewa talaka 2 wewe. Na wewe bwana wako akisikia itakuwaje? Velo, mimi na maamuzi binafsi. Hakuna mtu yoyote anayeweza kunipangia. Ni hivyo. Ni hivyo, mimi sina jipi. Aya, karibu kwenye harusi yangu. Shemeji, ujamaa kakosea sana tena sana, lakini pamoja nayo kurudia kosa sio kosa. Msamee. Nikwambie kitu, huna cha kunipanga, ile nikuelewe. Mwenzio sikaamua kubadilisha wanawake kama nguo. Wacha endelee na maisha yake. Lakini shemeji, yule jamaa anapitia wakati mgumu sana. Shemeji, kwa hili ndakukosea heshima. Siku zote mbio za ndama balansi yake kubwa inakuwa kwenye mkia, na ndio maana anapokimbia lazima mkia unakuwa juu. Kumekucha mtoto wa Cheusi. Hebu acha maneno yako ya mafumbo basi. Hivi unavyonitazama mimi kwa macho yako mawili, unadhani ni nini kitanikuta huko mbele? Kitakacho kutokea ni kile kitu ambacho ulichukua kwa makusudi, na dawa kuipata hapa kijijini anayo mtu mmoja tu. Ni nani huyo? Sauna. Sauna? Sauna. Lakini hapana. Siwezi kukubali kitu kitokee. Na nitakipinga kabisa. Na endapo kikitokea, basi nitakula naye sahani moja huyo Sauna. Nimekuja kukujulia hali. Vipi, ulifanikiwa kuonana na Sauna? Ndiyo, nilifanikiwa kuonana naye. Lakini bado kasimamia msimamo wake ule ule. Na pia nilikutana na yule mpenzi wake Kofia. Naye nilijaribu kuongea naye, lakini hakusaidia kitu chochote. Hapo bado utazidi kumchokoza. Vipi, hilo nguo unayo? Hapana, mtabili niliichana. Hapo kweli binti umelogwa. Nimetoka hata huko kwa mwenzako kama wewe, ana matatizo hayo hayo. Ila ngoja nifike nyumbani mara moja, tutajua jinsi ya kutatua jambo lako. Yamenikuta jamani. Wewe ulisikia wapi hayo maneno? Kwa Velo. Velo? Siku zote maneno ya watu ni kama maji ya moto. Kama hawezi kuunguza nyumba. Na kuhakikishia kipenzi changu. Watu waseme sana, lakini ninakukupenda. Na wewe usije sikiza maneno ya watu, ukavunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Nimekuelewa kipenzi changu, kwa hilo ondoa shaka. Na ndio maana nakupenda. Nakupenda pia. Usijali. Dada. Be. Unajua yule dada uliochukua vitu vyake ni mtu gani? Na vipi ulivyokutana naye kumwomba msamaha kakujibu nini?
Ni kweli kaka, nilikutana naye na nilijaribu kumwomba msamaha, lakini bado amekazia msimamo wake ule ule, na sijui hata nifanyaje. Kaka yangu, naomba tu nisaidie, ukaongee na wewe. Sasa kama wewe kashindwa kuelewa kumwomba msamaha, mimi je, ndo naweza kunielewa? Okay, sawa, nitajaribu kuongea naye, au nitakutana na yule mpenzi wake Mr. Makotikoti, niongee naye tujue nafikia wapi. Sawa kaka, nitashukuru. Na pia jana alikuja mtabiri kunijulia hali na kuniuliza kuhusu ile nguo niliochukua kama ipo, nikamwambia niliichana. Na baada hapo mtabiri akasemaje? Akanambia ngoja kwanza afike huko anakokwenda, halafu atanipa jibu. Sawa, hata mimi mwenyewe naweza nikaenda kwa mtabiri nyumbani kwake ili nijue ananisaidiaje kwa hili. Sawa kaka. Maumivu haya kwa nini unanipa? Unatesa vibaya, simanzi unanipa. Wewe mwenyewe unajua jinsi ninavyokupenda, unanipa moyo wangu vidonda. Wapi unakwenda mama? Nimelogwa, hata selewi mimi nipoje. Nimelogwa, muda mwingine najijua, muda mwingine sijui. Tamboki ni tena lazima tunikulu. Rafiki yangu, unadhani ukilia ndio itakusaidia? Kwani wangapi wamelia hivyo lakini wameachika na wapenzi wao? Wewe niache tu nilie, maana nina machungu sana. Kulia haitakusaidia, maana kuna wengi ambao walikuwa na wapenzi lakini wameachika. Ikiwezekana hata kwenye harusi yao wewe uzulia. Wewe hapo umekuja kunishauri au kuniongezea machungu? Hebu shika likitambaa lako. Nakoga maji na mdalasini. Maji katia na mdalasini, katia kila kitu. Samahani blaza, naomba unisamehe sana. Najua kwa nilifanya kosa lakini naomba unisamehe. Huyu anasemaga samahani afu mwisho wa siku ananyuke. Yaani huyu ana mtindo wa kupiga vichwa, akisimama hivi hivi anapiga vichwa kama nyoka. Hapana. Sawa, naomba unisamehe. Mimi nimekusamehe. Naomba unisamehe sana. Kweli umenisamehe? Ndio, mimi nimekusamehe bwana. Blaza, umenisamehe. Nashukuru. Kwenda. Rafiki yangu. Sawa, kwanza leo mume wako rafiki yangu, sawa? Wewe rafiki yangu, saonana barabarani. Nimelogwa, hata selewi mimi nipoje. Nimelogwa.